chaneli yetu ya Stenic Production. Mimi ni Steven Machumu. Twende sawa. Usiku ulikuwa mzito katika msitu wa Litamba, umbali wa kilomita 30 kutokea mji wa Ngurunga, karibu na mpaka wa nchi mbili zilizokuwa katika mgogoro wa muda mrefu. Ndani ya msitu huo alijengwa kambi ya siri ya kijeshi ya kikosi maalumu cha ulinzi wa taifa, kikosi cha Mamba. Kambi hii haikuwa tu ya kawaida, ilikuwa kituo cha kufanyia mafunzo ya operation za kivita, mkusanyiko wa silaha za kisasa na chimbuko la mipango ya kushambulia adui wakubwa, taifa la Kalue. Askari wa kambi hiyo walikuwa wameapa kutoa siri hata kwa wake zao. Kila aliyeingia aliwekewa namba badala ya jina. Majina yalipotea, maisha ya nje yalifutika. Kulikuwa na kauli mbiu moja tu: kambi ni uhai, siri ni silaha. Lakini siku moja siri hiyo ilivujishwa. Alijulikana kwa namba M17, kijana wa miaka 26 mwenye akili nyingi, lakini mwenye historia ya maisha ya shida. Alilelewa katika mazingira ya vurugu, akapoteza wazazi wake wote wakati wa vita vya kikabila, na hatimaye akaingia jeshi ili kuikomboa taifa. Lakini M17 alikuwa na historia ya kutoaminika. Aliwahi kukamatwa miaka 2 iliyopita akiwa anazungumza kwa simu isiyoruhusiwa, lakini aliomba msamaha akidai kuwa alikuwa anapiga salamu za mwisho kwa bibi yake aliyekuwa akikata roho. Kambi ilimuonea huruma, ikamrudisha. Haikujulikana kuwa huo ulikuwa mwanzo wa maangamizi. Tarehe 11 Aprili saa 8 usiku, M17 alitoka nje ya malazi yake kwa visingizio vya kwenda msalani. Hakurudi hadi saa 10 asubuhi yake. Redio ya kambi ilipokea taarifa ya kushtua: jeshi la Kalue limevamia mpaka wa kusini kwa mpangilio ule ule wa siri tuliojadili siku 2 zilizopita. Kamanda mkuu wa kambi, Kanali Mbura, aliitwa haraka katika chumba cha mkutano. Majenerali walijawa hofu. Ilikuwa dhahiri kwamba adui alikuwa na taarifa za ndani kuhusu kambi hiyo. Upelelezi ulianza mara moja. Wapelelezi wa kambi wakiongozwa na Luteni Salama walianza kuchunguza simu, kompyuta na kumbukumbu za kamera. Ndani ya masaa machache walibaini kuwa M17 alitumia njia za kidigitali za siri, kwa lugha ya Kimombo signal steganography, kuficha ujumbe wa ramani ya kambi ndani ya picha ya mandhari iliyopigwa simu msituni. Picha hiyo ilikuwa imepelekwa kwenye akaunti ya mtandao wa kimataifa yenye jina la bandia Kalungo Spirit 22. Uchunguzi zaidi ukathibitisha M17 ndiye aliyetoa siri ya kambi. M17 alikamatwa usiku wa manane na kupelekwa katika chumba cha mahojiano kilichokuwa na taa ya buluu iliyomchoma moja kwa moja usoni. Alipewa maji lakini hakupewa jibu. Kamanda Mbura alisimama mbele yake na kuuliza kwa sauti ya chuma, kwa nini M17 alinyamaza? Uliuza uhai wa wanajeshi wenzako kwa kiasi gani? Aliuliza Luteni Salama kwa hasira. M17 alitabasamu kwa uchungu. Hamujaelewa. Sikutaka kuuza nchi yangu, nilitaka kuokoa dada yangu. Wote walitazamana. Miaka 2 kabla ya tukio hilo, dada wa M17 aliyekuwa muuguzi nchini Kalue alikamatwa kwa tuhuma za ujasusi. Aliteswa akafungwa bila kesi. Serikali ya Kalue ilimpa M17 ofa isiyokataliwa: tupa ramani ya kambi, tunamwachilia dada yako na tunakupa $500,000.
Alijaribu kupinga, alilia, lakini alikumbuka machozi ya mama yake aliyekufa mikononi mwa askari wa Kalue. Dada yake pekee ndiye aliyebaki. Aliamua afadhali asaliti watu wachache kwa ajili ya familia. Hilo ni kosa kubwa kijeshi. Baada ya mahojiano, baraza la kijeshi lilikaa. Kulikuwa na mjadala mkubwa. Baadhi waliona apewe nafasi nyingine, wengine walishikilia kuwa kifo ni jibu pekee kwa msaliti. Hatimaye uamuzi ukasomwa. Kwa mujibu wa sheria za kivita, M17 amekuta na hatia kutoa siri ya kambi kwa adui na kusababisha vifo vya askari 17 waliokufa kwenye shambulio la mpaka. Anahukumiwa kunyongwa saa 10 alfajiri ya kesho. Usiku kabla ya kunyongwa, M17 aliandika barua kwa Kamanda Mbura. Kamanda, najua nilikosea. Sikupaswa kuweka damu ya wanajeshi wenzangu kwenye mizani ya familia yangu. Damu yao itanitesa hata kaburini. Nilitaka kuyaokoa maisha, badala yake nikasababisha mauti. Naomba nisamehewe, ila najua sistahili. Saa 10 alfajiri kambi ilinyamaza. M17 aliwekwa mbele ya askari 12 walioteuliwa kutekeleza hukumu hiyo. Alitazama anga la asubuhi lililojaa manyoya ya buluu, halafu akasema, bado naipenda nchi yangu. Nimeshindwa kutumikia, msije nikakuweni mfano kwa ujasiri wa uongo. Kisha risasi 6 zikasikika kwa pamoja. Mwili wake ukaanguka. Kambi ikazizima kwa heshima. Miaka 5 baadaye, kambi ya Mamba ilipewa jina jipya, kambi ya ushujaa. M17 si kwa kumtukuza msaliti, bali kwa kukumbusha kuwa usaliti huja hata kwa sura ya upendo. Watoto wa kijeshi waliokuja baada ya hapo walifundishwa kwamba siri ni kitu kidogo, lakini huamua vita. Tumia akili, si hisia. Kambi ni zaidi ya wewe mwenyewe. Tumefika mwisho wa hadithi yetu hii ya kijana M17 aliyesaliti, aliyetoa siri ya kambi. Tafadhali usisahau kusubscribe na like channel yetu. Tuandikie komenti yako hapo chini, tutapita nayo wakati wengine. Kusubscribe, kulike na kushare pamoja nasi. Arsenic Production.